Sasa tuende kwenye upande wa kuhusiana na kabila ambazo zipo kule, kwa sababu siku fulani tunapiga stories pale, uliwahi kuzungumza kwamba kuna makabila ambayo huenda labda awahogi wanatumia kinyesi cha kinyesi cha of course, kuna kabila, unajua ile nchi sijui, siwezi nikasema uongo hapa, labda najua idadi ya kabila, ziko kabila kadhaa, hapana sijui, ila najua ziko nyingi ambazo najua nazijua. Ya kuna Dinka, kuna Morle, kuna Tobosa, kuna Dinka Awil, kwa sababu nikizungumzia Dinka kuna Dinka yani kategori mbili, kuna Dinka Awil, kuna Dinka Bor. So na ni kama tu wengi tu tumekaa nayo, kuna wale wa Zande, kuna wa Nyamnyam, na kuna wa Mundari. So ni wengi tu sana, ambao na wote ni kama tu wote tumekaa nao, ila moja tulikula nao, tumechangia nao, ni watu ambao nawaelewa na najua tabia zao, baadhi ya wengi, sio wote, baadhi ya wengi najua tabia zao. So kuhusu kabila hilo ni kweli, na kama bila kusahau kipindi cha kwanza nilikwambia kwamba nchi zetu hapa jirani, utamaduni na mila na system yanataka kuingiliana. Na kama pana tofauti ni kidogo, ila ukishavuka nchi, kama umefika nchi kama Sudani, unakuta mambo yanabadilika. Yani unakuja kuangalia wewe mwenyewe, unasema hapa niko katika ulimwengu mwingine. Yani hapa siko tena pale ile sehemu ambayo nimezoea. Sijui nikienda Dar es Salaam, sijui nitaenda Bujumbura, sijui nitafanya nini. Pale ni Juba Town. Juba Town ni Juba Town kweli. Sio ambapo, yani kiufupi tu watu ambao tumetoka hapa lazima uone tu kama kuna kitu kimebadilika, mazingira ya watu, mazingira ya chakula, mazingira ya gisi palivyo tu, gisi mijengo, yani kuna vitu, baadhi tu ya vitu vingi tu unakutana, ni vitu ambavyo ni vigeni katika macho yako. Kabila zipo. Mfano, kuna kabila linaitwa Dinka. Sitaki kulizungumzia sana kwa sababu na wenyewe ndio wako kwenye madaraka sitaki kulizungumzia sana, na watu ambao ni watembezi, wanatembea, wanajua Kiswahili. Wengi ambao wanaongea Kiswahili kwa ile nchi ya Dinka ni wa kwanza. Sana Dinka Awil. Dinka Awil ni watu ambao wanafanya business sana, ni watu wa biashara sana. Hata ukienda Sudani, watu ambao wanatembeza viatu, wanatembeza sijui masaa, yani wale watu ambao wanajishughulisha na mambo tofauti. Ukienda kwa watu ambao wanatumika kwenye maktaba, wengi ni hao Dinka Awil, ni watu ambao walisoma. Kwa sababu wanakuambia historia yao, wanakuambia kipindi John Deng yuko kwenye utawala, alikuwa anajua, alikuwa ni Dinka Awil. Alikuwa anaenda kwa watu wake, anawaambia inchi inapelekwa na hii. Akipandisha hivi, anapandisha ni kalamu, anapandisha pen, anapandisha bike, anapandisha stilo kwa Kifaransa, anapandisha ile bike, ile kalamu yake hivi. Anasema inchi inapelekwa na hii hapa. So you have to go to school. Unapaswa kusoma ili uweze kuendesha inchi inaendeshwa na hii hapa. Okay. So ile kabila lake limeelewa na likafata ile kauli ambayo alikuwa anawaambia. Walisoma sana, ni watu ambao ni wasomi, Dinka Awil. So kuna Dinka Bor. Wale ni watu ambao kipindi kiongozi wao ambao alikuwa anawakilisha kama kabila kipindi iko kwenye utawala, yeye alikuwa anaenda, akifika pale anaitisha kikao, anawaambia nchi inaendeshwa na hii. Akipandisha hivi anakuwa amepandisha bunduki, anawaambia nchi inaendeshwa na hii. Mwenye nguvu ndio mwenye anapaswa kuishi. Kipindi ilikuwa kipindi cha ugomvi, mwenye nguvu anapaswa kuishi, nchi inaendeshwa na hii. Kwa hiyo kila mtu awe anajua gisi ya kutumia hichi kitu.
Okay, so pako tofauti sasa pale katika watu wawili. Hawa ni wajeshi, wengi ni wajeshi na wanapigana, ni watu ambao katika masuala ya kijeshi ni watu ambao tunaweza tukawatia kipaumbele. Hawa nao ni watu ambao walisoma, na ndio maana nakwambia kwenye vitu tofauti tofauti, kwenye maktaba, kwenye mabanki, kwenye nini, watu ambao wanajishughulisha na mambo, baadhi ya mambo tofauti tofauti ni hawa Dinka wawili, na watu ambao wanajishughulisha na masuala ya kijeshi na nini ni hawa Dinka bora. So pako tofauti. Kuna wengine ambao wanaitwa wa Murle. Murle ni watu wa mpori au watu ambao wavagi nguo. Sio nani sana, lakini ni watu ambao ndio mazingira yao. Watu wakifika mjini, wakifika hata mjini wakutana wamevaa tu kama vile tuseme anavaa, lakini ukiangalia tu mavazi yake unasema mtu huyu anatoka uso hapa. Au na wangaliki na zile mambo ambazo zile tuseme sijui kama kwa jamii yetu ya hapa Afrika, sisi hapa Afrika ya kati ya Rwanda, Tanzania, Burundi, wapi sidhani kama hayo mazingira yapo, sijui, lakini wenyewe nadhani, yani kwa sababu nimeshuhudia yapo. Nakutana wale wako na tofauti tofauti. Au nimekwambia wa Murle wenyewe wako wanajichana chana tumachanjo msura twingi, au kieni wako na alama zao, unajua huyu ni fulani, yule ni fulani, huyu ni rahisi sana kuwatofautisha. Alafu kuna Dinka, kuna Mundare. Mundare wenyewe wanachanaga uso, wanachana. Mtoto akizaliwa, mtoto amezaliwa wa kama mwaka au miezi 5, pako mpanga wanaletaga. Wakishaleta ule mpanga wanakuchana mistari 6. Wanachimba mistari 6 kwenye uso. Wanajulikana ni Mundare. Dinka anachana kuanzia katika paja la uso, anazungurusha mistari 6 pia. Mmoja anachana hapa katika paja la uso, mwingine anachana kuanzia katika paja la uso kuzunguruka mistari 6. So kwa vipisi sana kwa tofautisha. Kuna wengine ambao wanaitwa au wanyamnyam, ndio watu ambao wanatoa neno mawili au matatu ya chini anatoa ili hawawezi kuongea lugha yao vizuri.